Halo. Ulinizika. Lakini bado niko hai. Hapana! Niko nyuma yako. Niliona mikono ikiteteme. Niko ndani ya nyumba yangu. Hii ina maana gani? Baba, uko sawa kweli? Maana unaonekana kama una mawazo hivi. Masinde, kwenye hii familia kuna siri. Sijui nikikwambia utaweza ukaniamini? Mimi niko upande wako baba. Okay, sawa. Iko siku nitakwambia. Napotazama kioo sijioni kabisa. Naiona sura ya mama yangu. Mama yangu, nimekukosea. Hii yote ni tamaa ya duniani. Mama, nisamehe mama. I'm sorry my mother, I'm sorry mother. Mr. Tony, hongera sana. Masharti yote niliyokupa naona umeyafuatisha kama inavyotakiwa. Hongera sana. Lakini kuna jambo jingine. Kuna jambo? Jambo gani hilo mkuu? Ili kuendelea kuimarisha utajiri wako na mali zote ulizozipata, kuna sharti inabidi ulitekeleze. Na sharti lenyewe inabidi ukafanye mapenzi na mama yako mzazi. Hii inawezekana vipi? Yaani mimi nikatembea na mama yangu? Mr. Tony, ulinifuata ukitaka utajiri. Ukasema kila kitu utakiweza. Sasa nisikilize Mr. Tony. Utaweza, hautaweza, hiyo ni juu yako. Lakini ni lazima ukatembee na mama yako mzazi. Nimemaliza. Okay. Nitafanya kama ulivyotaka. Kenapa tak tidur lagi, ha?
tamaa, giza la tamaa linaiba utu, linacha maumivu. Nadhani matukio yanaendelea katika jamii yetu unayaona na unafahamu fika kabisa. Hakikisha unawabaini wahalifu wote, na kitu cha kuongezea mkazo na msisitizo zaidi, sasa hivi watu ambao wanafanya matukio machafu zaidi ni vijana. Hivyo basi jitahidi kadiri ya uwezo, tengeneza ukaribu nao, tengeneza urafiki nao, ili uweze kubaini vizuri kama tulivyofundishwa kwenye mafunzo. Giza lilikuwa zito, macho yakameza nuru, kila dhahabu ilicheka, ikaficha sumu moyoni. Niliona mikono ikitetemeka kwa ajili ya kitu cha kupita, ndoto zikauzwa haraka kwa vumbi la dunia, na tamaa ilipiga hodi ikasema ni njia, lakini nilisikia ndani moyo ukililia. Habari za huko mjini baba? Mjini mama ni salama tu. Nashukuru Mwenyezi Mungu, sisi tuko salama. Sijui wewe hapa nyumbani. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na sisi ulivyotuacha tuko salama mpaka hivi sasa baba. Nimefurahi mwanangu kukuona. Miaka mingi. Wewe ni susa baba. Hamna shaka. Naomba huo mfuko mama. Oh. Huo mdogo huo. Huo baba. Mama. Mungu kuna zawadi yako nimekuletea. Asante mwanangu jamani. Asante sana baba. Mwenyezi Mungu, naomba mfungulie milango ya heri mwanangu. Mjalie riziki babangu. Asante mwanangu. Amina mama, nashukuru. Asante baba. Mama. Wewe. Mazungumzo na wewe kidogo. Mazungumzo gani na baba? Ongea huko huru mwanangu, sina tatizo mimi. Giza la tamaa, giza la tamaa linaiba utu, linacha maumivu. Naomba unisamehe sana mama. Bwana mimi sina kosa na wewe mwanangu. Hujanikosea chochote mimi baba. Mama naomba unisikilize. Mama, ujue mimi kulikuwa na vicheko vya uongo nyuma ya milango. Mkuu, inawezekana vipi Mr. Killer apoteze uhai mapema kiasi hichi? Sura yake inaonyesha na roho mbaya sana na ni katili, lakini moyo wake una imani na huruma. Ina maana Mr. Killer alikuwa anacheza na akili yetu? Na sio Mr. Killer peke yake. Kwa mtu yoyote atakayeenda kinyume na sheria zetu, adhabu yake itakuwa ni kifo cha mapema. Na hii ni kama onyo. Mnaweza kwenda. Lilikuwa zito, macho yakameza nuru, kila dhahabu ilicheka
ikaficha sumu moyoni. Pole bibie kwa matatizo yote yalikukuta kwa kufiwa. Asante. Yaani nashindwa kuelewa ni kwa nini hili giza linaandama sana familia yangu. Pole sana bibie. Unaonaje jinsi ulivyokuwa mzuri malaika kama wewe? Unaonaje ningekuchukua tungeishi yote pamoja ndani? Yaani wewe nilikuwa na kuona mtu mwenye akili zake timamu, kumbe ni mshenzi hivi. Wewe hujui mimi kama nimepata matatizo? Nimefiwa na mtoto mara ya kwanza, nimefiwa na huyu mtoto mara ya pili. Leo badala ya kunifariji na kunipa maneno ya maana, yenye busara, yenye akili, unaniambia mimi eti twende kwa kaa nyumbani kwangu. Hilo ndio lilonisimamisha mimi hapa? Mshenzi mkubwa wewe. Na kuanzia leo, yani nimeshakwambia sikutaki, narudia tena sikutaki na wala sikupendi. Mshenzi mkubwa wewe. Lazima nitakupata. Giza lilikuwa zito, macho yakameza nuru. Kila dhahabu ilicheka, ikaficha sumu moyoni. Niliona mikono ikitetemeka kwa ajili ya kitu cha kupita. Ndoto zikauzwa. Nipenda sana huduma yako. Vipi kijana anaweza akapata namba yako ya simu ili niwe nakutumia kwenye kazi zangu? Yeah, sawa. Basi nipatie. Hamna shida. Giza lilikuwa zito, macho yakameza nuru. Kila dhahabu ilicheka, ikaficha sumu moyoni. Niliona mikono ikitetemeka. Boss, mzigo wako wapi? Una uhakika uko sawa? Bila shaka wote boss. Sawa, unaweza kwenda. Asante boss. Unapoteza